To our dear viewers, to our dear listeners, welcome to our show of today. And the show of today inaitwa I Can. In this show, we are going to see what can someone do better. Ni kitu gani anaweza fanya? Is it poetry? Is it news? Is it anything that you can do verbally? Tunakuwelcome hapa, tunakuja tunapiga story, tunakuja tunaenjoy. Then we have other things, other segments in this show ambazo utaenjoy. So, you are with me, your host Sultan Rabbit Kenya, na leo hii nimefanikiwa kuwa na mgeni kwenye studio zetu. Labda tu kwa kwanza akaweze kutuambia jina na mambo machache au maelezo machache kumuhusu. Welcome. Asanti. Kwa majina ni Charity Njeri Mwangi, mwanafunzi katika chuo kikuu cha Laikipia, mwanafunzi wa mwaka wa pili katika masomo ya Communication and Media. Na nadhani mmeweza kusikia pale jina lake na kile ambacho anakifanya. So without wasting much time, I just want to let you know that in this show we have three segments. These three segments, we have question of the day, then we have challenge of the day, which the main thing yenye utatuonyesha what can you do. Maybe you can recite, you can rap, you can report, you can anchor news. So that is our second segment. Then our last segment, it is about game of the day. In this segment tunakuja tunajienjoy, tunaka game, anything we can play. So like today we shall playing about pale kwa tongue twisters. The other day maybe wewe ukikuja tutafanya vitendawili, tutafanya vitu zingine tukijibamba tukisonga polepole. So as I have told you, the first segment of today is question of the day, quiz of the day. Na kuuliza swali mgeni wangu hapa akituambia. Are you ready? I'm ready. Okay, my first question. Na kuuliza, when was your last time ulipoteza pesa and how much was it? The last time nilipoteza pesa ilikuwa last year, na ilikuwa 1000. Ulipoteza last year 1000? Yeah. Hey. Na maybe the last na kurokota nayo. Hiyo ni kita. Ulipoteza lately kuliko venye ulini. Okay, another question is, I want to give you a scenario and I want you to tell me what would you have done if you were the person I'm going to talk about. Okay, you are a preacher somewhere or you are a priest. Wewe ni mhubiri mahali. Then muumini ni mko kwa kitengo ambacho muumini anakuja na dhubu dhambi zake. So in that place anafaa elezee labda kitu gani alikosa, so that even if mnaomba msamaha mjue what are you praying for, so that this person akuwe forgiven and you are the one leading that assignment. Alafu anakuja anakuambia aliua mtu. Then after kukuambia aliua mtu, anakuelezea that person mwenye aliua. Then it happens that huyo mtu ambaye anaelezea was your closest family member. Let's say maybe your sister, your brother. Ni yeye alihusika kumuua. But akikwambia hivyo hajui wewe ni one of those members or one of that unabelong kwa hiyo family or unajua huyo mtu. Will you go on kumforgive, kulead that process, or you will do another thing? Hiyo siwezi msamehe. Hawezi msamehe? Hapana. So si ni wewe umewekwa pale and ni jukumu lako kama kusaidia Wakristo. Whichever dhambi, kama ikue kubwa ikue aje, ni wewe inafaa usaidie. Lakini sasa unaona ameua your closest friend ama mtu wa familia, so hapo kama kulikuwa na kesi ama maybe mtu mwenye alimuua alikuwa anatafuta, unampeleka kwa polisi. Hautaendelea na kumsamehe? Hapana, utamwambia Mungu amemsamehe, lakini government haiwezi msamehe. Ni kitu ambacho labda kilifanyika, amekuja kuomba alifanya kisiri kabisa, haikujulikana. Ule mtu ambaye labda ulipoteza alipotea kwa njia ya utata fulani ambao hata mkuelewa labda ni nini ilitokea. It was just it happened to abruptly, then mka lose. Then yeye amekuja amekiri dhambi zake, amesema yes, I'm the one who did this to this person and this na that person unamjua. So unasema wewe kumsamehe hapo, hiyo kumsamehe itakuwa ngumu kidogo. Okay, there is no problem. To another question. Chakula gani haujai kula but wewe unasikia maybe kwa mentioned somewhere, maybe kwa advert, maybe kwa my friends, na wewe unatamani sana kuikula but so far bado hujaikula, hujafaulu kuonja? Maybe pizza. Pizza ndo bado hujapata time ya kukula? Nimeiona tu kwa gazeti but sijaikula.
Okay. Let's hope that maybe kabla mwaka ishe utapatana naye. Okay, another question is, ni game gani ulikuwa unapenda sana time ulikuwa kucheza and even up to now bado you miss that game a lot? Game nilikuwa napenda ni skipping loop. Skipping loop, maybe kwa wala hatujui. Ni ile game yenye mnacheza mko na kamba, then kuna mtu mwenye kwa this side na mwingine this side, then you ile ku sasa bado hadi this time unatamani sana ni ile tu umri na ku walau lakini mngepata time ungeicheza. Nilikuwa napenda hiyo game. Okay, our second last question. Ni kitu gani ulikuwa unaogopa sana time ulikuwa mtoto, but at the moment hata hujui mbona ulikuwa unaiogopa sasa, like you don't fear it anymore? Kitu naweza sema nilikuwa naogopa nikiwa mtoto, it is a scenario penye unakaa close na pastor. Nilikuwa naogopa that case yenye utajipata uko close na pastor, kwa sababu by then ukiwa mtoto ulikuwa unaona kama pastor ni mtu yani anakaa tu different, mtu tofauti, alafu hata standards zake kila kitu yake ni tofauti na washirika na watu wengine. But at the moment sasa siogopi kwa sababu nilikuja kujua pastor ni mtu kama mtu mwingine. Our last question. Which is that one lesson that so far umejifunza kwa maisha? That one yenye umejifunza kwa maisha unasema yani kuna kitu umejifunza tu kwa hii maisha. One lesson ni gani? Naweza sema about trust. Never trust anybody. Si kila mtu mwenye unapatana na yeye mahali na mtrust. Kuna watu wenye haufai kutrust, ama before you trust mtu kwanza unamuelewa. Kwanza unamjua huyu anakuanga hivi, character zake ziko hivi, kwa sababu utapata una trust mtu but baadaye utakuja kurealize huyo mtu alikuwa very very different na vile ulikuwa unamjua. So you are saying that you don't have just to trust everyone you meet, everyone you come up to na unamwamini anasema hivi, utakuja kuangaa kwa shimo fulani ambayo utatolewa. Okay, that was our first segment, question and answer. Tunaenda kwa our second segment, of which is the business of the day. It's called the challenge of the day. Hapa nimekuambia mtu anakuja, anaimba, anareport, anatangaza, anafanya nini, anything that you can do verbally very well that you believe you can, you come and show us. What will you show us today? Wewe ni nini umetuandalia leo? Nimewaandalia news, nitareport news. So you are going to report the news? Yeah. Okay. It is time. Amesema ni mwanahabari, amesema anaenda kureport news. Sasa sisi kama jukumu letu hapa tunampa nafasi akaweze kutuonyesha uwezo wake wa kutangaza habari. Na once you are ready, you will let me know, nikupe nafasi uwanja ukwe wako. I'm ready. Okay. Let's see what she's going to do for us today. You can go on. Okay, ripoti yetu leo ni kuhusu mgomo wa waadhiri wa vyuo vikuu. Mgomo wa waadhiri wa vyuo vikuu vya umma nchini Kenya umeendelea kuzua taharuki, huku wanafunzi wakisalia bila masomo kwa wiki ya 3 mfululizo. Wahadhiri kupitia chama chao cha UASU wanaitaka serikali kulipa deni ya takriban shilingi bilioni 7.9 kutoka kwa makubaliano ya pamoja ya kazi CBA ya mwaka wa 2017 hadi mwaka wa 2021, wakisema serikali imeshindwa kuheshimu ahadi zake licha ya maagizo ya mahakama. Aidha, wanataka mazungumzo mapya ya mkataba wa mwaka wa 2025 hadi mwaka wa 2029 yaanze mara moja ili kuboresha maslahi yao kazini. Nikiripotia RTV kutoka kaunti ya Nairobi, langu jina ni Charity Mwangi. Wow, that's an amazing job. Our viewers, we want to rate her out of 10. Tuambie pale kwa comment section unampea ngapi out of 10. Unampea 9 out of 10 or unampea 5 out of 10 ama unampea 10 over 10. So you are allowed to make your comment pale and your feedback. We shall appreciate. So that was our segment number 2, and we go to our last segment, which is game of the day. Game of the day hapa we are not so serious here. Sasa leo kwa game of the day nataka namwambia tongue twister and then ana repeat, tuone kama anaweza haya mambo ama hawezi. Tunaanza na ya kwanza, it's simple. So utarudia. Rudia hili neno. Ni kipi kikusikitishacho? Ni kipi kikusikitishacho?
Rudia tena. Ni kipi kikusikitishacho? Pale amejaribu. Okay, ya pili. She sells seashells at the seashore. Ni ngumu kiasi. She sells. Labda nirudie unisikie vizuri. Nasema she sells seashells at the seashore. She sells seashells at the seashore. Amejaribu. Okay, to our last tongue twister. Hii ni rahisi ya Kiswahili. Okay, listen, then you will repeat after me. Si nimesema ni rahisi? Okay. Waache wale wanawali wale wali wao. Waache wale wanawali wale wali wao. Huyu leo amenitoa bwana. Nadhani nikipata wewe wa viewer next time maybe nitakulemea kidogo, but she has really done it very well. So that's we come to the end of the show. Show yetu ni fupi sana. And we will love to hear your feedback. Maybe what will you want us to bring next? Ni nini challenge, maybe ni nini tunaweza improve on, what can we do so that we make this show bigger. Unajua tunawategemea nyinyi kama watazamaji wetu ili tukaweze kukua na kuiboresha hata zaidi through your comments, through your feedback. Labda neno lako la mwisho, na labda watu wanaweza kufuatilia wapi tukimalizia. Nimefurahi sana kwa kuja katika show ya siku ya leo. Na mahali ambapo watazamaji wanaweza nipata ni kwa Facebook page yangu ya Charity Mwangi, TikTok ni Charity Favor na YouTube ni Charity Mwangi. Naam, unaweza enda pale usupport those platforms pale. YouTube amesema ni Charity Mwangi, TikTok Charity Favor, Facebook Charity Mwangi. Then unaweza msupport pale. You can also support me on my social media handles. YouTube at Sultan Rabbit Kenya, then TikTok Sultan Rabbit, Facebook Eliud Kisa or Sultan Rabbit. I have 2 pages. Then pale kwa Instagram Sultan Rabbit 254. Then it shall be okay. So thank you so much for taking your time to view, to listen to this show. And next time kama unataka ukuje hapa, just comment pale I want to come, then tutakualika. And we have come to our end. Thank you so much for watching.